Nafurahi sana tena kukuona unapokuwa umesimama kwenye screen yako unapotufuatilia katika programu hii ya siku 40 za maombi. Karibu tena sana, kwa sababu wewe ni mwanamemba na mwanafamilia wa Trust and Obey Media. Jisikie huru, kaa, kwa sababu tunaenda kubarikiwa tena kwa mafundisho ya leo. Fundisho la leo lina mguso wa pekee. Ninaamini ya kwamba utatoka katika video hii umebarikiwa. Tunaenda kuzungumzia fundisho linalosema kukaa pahali pa maficho. Tunaanzia fundisho hili katika kitabu cha Mathayo 6:6. Mathayo 6:6, chukua Biblia yako. Tunaposoma shairi hili la Mathayo 6:6 inasema, ila unapoomba ingia katika chumba chako cha ndani, funga mlango, omba Baba aliye katika pahali pa maficho, na Baba anayeona kwa maficho atakutolea. Amina, haleluya. Katika siku ya leo nilitaka uweze kufikiria juu ya jambo fulani. Wakati wanapokuambia uombe, ni jambo gani linaloanja katika kichwa chako ambalo unadhani utalitenda katika programu hii ya maombi? Wanapokuambia tuna programu ya siku 40 za maombi, unadhani programu hii inahusu nini? Watu wengi wameingia katika jaribu ya kudharau kwamba maombi ni muda wa kufanya appointment na Mungu kuliko wakati wa kutoa shida. Kwa kweli Biblia inatuambia kwamba kwa jambo lote ambalo tunalihitaji tumwambie Mungu na atatutolea. Ile ni ahadi ambayo Mungu ametutolea. Lakini wakati Mungu anaposema tuombe, jambo kubwa halenge sana kuona tunapomuonesha hitaji zetu, tunapomwambia eti Bwana tubariki. Yale sio lengo kubwa ya Mungu. Lengo kubwa ya Mungu ni kuona ya kwamba ametengeneza mazingira pamoja nasi ya appointment, pahali ambapo tutakuwa tukikutana pamoja naye. Na mara nyingi watu wanapoomba ni kumwambia Mungu, Bwana niponye, Bwana nisaidie. Wengine, Bwana nifungulie milango, Bwana tengeneza njia zangu ili majaribu yapite, na Bwana linda familia yangu, hata Bwana bariki miradi yangu. Lakini tuelewe, kuna jambo ambalo Bwana analilenga katika maombi. Anaposema tuingie katika chumba cha ndani, hapo anatafuta tutengeneze mazingira ambapo tutakuwa tukikutana naye, ambayo tunaita appointment. Kila mara unapotaka kukutana na Bwana, ingia katika maombi. Na utakapokuwa umepata pahali ambapo utakuwa ukikutana na Bwana ama appointment na Bwana, inamaanisha mtatengeneza mahusiano ya karibu. Na wakati unapokuwa na mahusiano na karibu na Bwana, Biblia inasema ya kwamba yule Baba anayeona kwa uficho, sio kwamba anaona vitu visivyoonekana sana, lakini anaona vitu ambavyo mlijadili nyinyi wawili, sababu kila nyakati mko pamoja naye. Maombi ni zidi ya kuleta hitaji zetu mbele za Mungu, lakini maombi inatutengenezea mazingira ya ukaribu pamoja na Bwana. Tuelewe ya kwamba maombi kwanza ni mahusiano. Mungu yeye anaposema kwa kila jambo ombeni, inamaanisha ya kwamba chochote mtakachokitenda katika maisha, mkitende munapohusisha Mungu, munapohusiana pamoja na mimi. Kusiwe jambo ambalo mtalitenda ijapokuwa mimi sijahusika, jambo hili halitabarikiwa. Ndio maana tuko katika programu ya siku 40 za maombi. Katika programu hii ya siku 40 za maombi, lengo sio tu kumuonesha Mungu hitaji zetu, lakini ni kutengeneza ukaribu na Mungu, ili tunapoendelea kufanya programu mbalimbali za maisha, Bwana aonekane yeye ni mhusika kwenye nafasi ya kwanza. Mbele ya kujiuliza Mungu anaweza akanifanyia nini? Kwa sababu tukisema tuna programu za maombi, wanaweza wakasema uandike kwenye karatasi na useme Mungu atakufanyia nini. Mbele ya kuuliza lile swali Mungu anaweza akanifanyia nini, lakini ujiulize kwanza kujua Mungu ni nani, kumjua. Kwa sababu ukikuwa umemjua Mungu, kumjua itatusukuma kumtafuta. Ukimtafuta Mungu
na kutafuta kumjua. Utakapokuwa umemjua, itakusaidia uweze kumwambia yale ambayo unahitaji. Hautajiuliza anaweza akanifanyia nini, kwa sababu vyote vitakavyoonekana kuwa hitaji maishani mwako na uwezo wa kuviletea suluhisho. Kuingia katika chumba cha ndani. Yesu anawaambia wanafunzi wake neno moja la maana, anasema wakati unapoomba, hakusema munapo. Wakati unapoomba, ingia katika chumba cha ndani. Alitumikisha neno unapo sababu mahusiano na Mungu ni ya kipekee. Hapa hawataji kanisa, hawataji familia. Kila mmoja atengeneze mahusiano yake na Mungu. Lile ni jambo la kwanza. Wakati unapoomba, funga mlango. Yesu anazungumzia sana kuonekana kwamba kuna wengi wameomba maombi mabaya ya muonekano, maombi yanayokuwa ya hadharani. Hawajatengeneza mahusiano ya karibu na Mungu. Wanaomba maombi ya watu wote, na wakisema uwaombee watu, mara nyingi unaomba kutengeneza mahusiano na jamii yote, lakini mahusiano yako ya karibu ndiyo Yesu alikuwa akilenga. Yesu anaonyesha kwamba katika mahusiano ya karibu utamjua Mungu, mtajadili naye ana kwa ana kiroho, na hapo utamuonesha haja ya moyo wako na yeye atajibu, kwa sababu mumetengeneza mazingira ya kukutana. Katika pahali pasiri mtakaa hapo Mungu na wewe. Mawazo yako hayatakaa hapo yanayoweza kukupoteza, lakini mawazo yanayotawaliwa na Mungu ndiyo yatakuwa hapo. Katika pahali panapofichikama ni pahali ambapo utasikia kwamba wewe na Mungu mko hapo nyinyi wawili. Kufunga mlango. Usikubali vitu ambavyo vinaweza kukudeconnect na Mungu ama vinavyoweza kukuondosha katika mahusiano ya karibu na Mungu viingie katika muda huo wa maombi. Watu wengi wanaomba wanapofikiria mambo mengi sana na wanasahau malengo ya maombi yao. Wewe leo umeelewa ya kwamba lazima ufunge mlango na umwambie Mungu maneno yako ambayo unahitaji. Unadhani je, umemjua Mungu? Yule Mungu ambaye unamuomba kila siku, je, umemjua? Na kila mara wanaposema umuombe, ni mambo gani ambayo unayatamka? Mara nyingi unasema Mungu nibariki, lakini hautajua ya kwamba lengo ya Mungu ya kusema tuombe ni ili awe akionana na sisi. Mungu anataka kila nyakati awe karibu, awe connected na sisi, karibu na karibu. Mungu akubariki, akusaidie ili mazingira yako uyatengeneze. Uwe mtu wa maombi, kwa sababu maombi inatengeneza ukaribu na Mungu. Na utakapokuwa umetengeneza ukaribu na Mungu, hapo ndipo unaweza kumwambia Mungu vitu vyote, kwa sababu ni rafiki wako. Kwa sababu utakuwa umemchukulia kwa dadi, utakuwa umemchukulia kwa yule ambaye mnajadili vyote, na utamwambia vyote ambavyo unavihitaji. Chukua muda mmoja na uweze kufanya ratiba katika maisha yako. Fanya mpango, unasema nitakuwa nikikutana na Mungu kila siku na saa hizi, na Mungu wa mbinguni yuko tayari kukukaribisha ili muwe naye katika appointment. Mungu akubariki na akujalie neema yake, awe pamoja nawe katika jina la Yesu.